kwa mazumuni ya kuamsha fikra za raia wa tarafa la Fizi na Kongo kwa ujumla kuhusu hali ya utovu wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mikakati ya kupiganisha uvamizi wa Rwanda. Diwani wa tarafa la Fizi Bwana Sami Kalonji Badibanga aliendesha baraza la usalama Alhamisi ya tarehe 8 mwezi Mei mwaka 2025 ndani ya ukumbi wa mikutano wa tarafa la Fizi mjini Fizi, makao makuu ya tarafa hilo. Baraza hilo limehudhuriwa na watu wa tabaka mbalimbali, mkiwemo wenyekiti wa vijiji, viongozi wa idara za usalama, wawakilishi wa makundi ya wazalendo, mashirika ya kiraia, wasimamizi wa vitengo mbalimbali vya serikali, viongozi wa asasi za vijana pamoja na raia wa kawaida. Lengo madhubuti la mkutano huo lilikuwa nini kifanyike ili kupiganisha uvamizi wa Rwanda kupitia waasi wa M23. Pande zote zilikubaliana kuchambua mema na madhaifu pamoja na changamoto ambavyo vinaweza kuleta ushindi au fezea katika kupiganisha uvamizi wa nchi ya Rwanda mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wake Dieudonne Asakia Golf, mwenyekiti wa baraza la vijana tarafani Fizi, silaha zote za wazalendo ziorozeshwe, vizuizi barabarani viondolewe, pamoja na serikali iwadhamini kipesa, dawa na zana za kivita wazalendo. Wakati ukishakuwa na silaha huko wa kuintimide, unaanza intimide, unaterifie, ule mkulima atafanya nini? Mkufanya hizi identification, mkontrole mouvement nazo silaha. S'il vous plaît, mkontrole mouvement za silaha. Hiyo tulipenda kuisema na tuliwaza kama hatutamaliza yote hapa. Uzalendo tuepukane na kucreate conflit entre nous. Sisi wote ni wazalendo. Sisi wote ni wazalendo, tuepukane na kucreate conflit entre nous. Inaanza fikia wamama wanakimbia kwa mashamba. Wasafiri wanaogopa. Nilishapata franka za transport, lakini sijapata franka za mabadiliko. Na hata sisi mouvement citoyen unatutia makonflit na maservice zingine za security. Sisi leo hapa atusemake tena kwa FARDC. Batatuambia jinsi ni za watoto yenu huko naandika. Jinsi zile barriere ni za watoto yenu huko naandika. Lakini wakati zilikuwa za FARDC juu ya security ya kuchunga na nini, kila siku mnaambia msitutie mwa confusion, mwa polemique na maservices. Tungewazia tubakie kule lengo moja juu ya kutetelea dongo. Ndio yenye tukamatia silaha. Na sasa kwa serikali, mtamalizia sasa kwa serikali. Ndio serikali mulisema wazalendo waje, wazalendo wakaitika wito. Nini sasa serikali unakurevoir juu ya wazalendo? Tuko muvita na wazalendo wako napigana. Wataendelea kusufrire mpaka wakati gani? Maespoir ni kila siku. Upande wake kamanda mpya anayeongoza kundi la SNPCC ndani ya kijiji cha Kananda ni kwamba swala la vizuizi barabarani viongozi watalifanyia kazi. Na sisi tuko nafanya constant kwa eneo zingine, nadhani mingi ishasemekana hapo. Sifika de sécurité ya mabarabara. Maeneo zingine yote tuisha sikia ile mabara. Viongozi tutafanyia kazi ya kupata security na amani ya raia katika barabara. Upande wa mwakilishi wa kundi la FABB yake kamanda Hassan ni kwamba serikali wasaidie chakula, dawa pamoja na zana za vita. Ni komanda Premier Brigade Mzee Saani Bakani. Sisi ndio tuko kule Tibyangoma nafasi ya vita. Huko tunaambatana vraiment na adui. Tunapigana kila saa, usiku na mchana tunagombana na adui. Sasa sitasema vya mingi, ila ndaomba ombi kwa gouvernement yetu ni kutusaidia. Chakula inatuishia kule ni mpori,
wamama wa baba walikimbia, tunakosa chakula. La pili ni dawa, watoto wanaumia, anakuwa 2 jours hapati dawa. Vraiment ile niombe, tunaomba kwenu. La tatu kwa serikali yetu ni msaada wa masilaha au vyombo vya kupiganisha adui, paske pale tuko mwadui tunapigana na grupe za mingi, uko M23, uko Red Tabara na Bangumino, wote tunapigana nao. Kwa hiyo tunashukuru wazee kwa kutusikilia kwa ile ombi. Merci. Swala hilo la ukosefu wa chakula, dawa na dhana za kivita limegusiwa pia na mwakilishi wa kundi la CPLC Barfabebe lake Kamanda Luteni Jemadari Ngoma Nzito. Ngoma Nzito baika mpasu. Sisi ndio wenye tuko kufua. Tuko na muda wa 2 semaines huko na kuja kukilia. Nashukuru kwa wito na invitation ambayo mlitumia. Sisi tuna magumu ambayo yenyewe tuko nayo kwa plateau. Na Mungu anasaidia kwa ajili na kutana umati wa watu kwa kuchangia operation ambazo zenyewe tuko nazo. Kwa hiyo sina mengi. Tuko pale Rugezi. Vita tuanza kusubiri magharibi. Kadiri wanasema watu wanalala mbaya, watu wanakula mbaya, population inateseka. Tunaomba kwa serikali itupe msaada wa kila kitu chochote. Kwenye vifaa, dawa na vingine kadhalika. Vingine baadaye. Hali ya usalama imekuwa tete mjini Mkera, amezungumza Mbuka Olengo Mari, mwami wa kijiji hicho, akitaja kwamba wanajeshi wa FARDC wa Gepard ndio wanasababisha hali hiyo kwa kupiga risasi hovyo hovyo mjini. Huyo aomba viongozi wa kijeshi kuwabadili wanajeshi hao. Laji Mkera, mimi ndajiadrese kwa Colonel FARDC kulingana na shida ambazo tunazo ndani ya kijiji ya Mkera. Tangia ujio wa wanajeshi wetu wa taifa kutoka Minembwe kufika Mkera, hatuna amani na adui angariki Rugezi. Masase inapigiwa kiolela ndani ya kijiji. Tayari wanajeshi 3 wa FARDC wamekwisha aga maisha. Mmoja mzalendo amekwisha aga maisha. Waraia 3 wako na blessure. Na wanajeshi 3 wa taifa wako na blessure. Zaidi ya wamama 14 wamekwisha bakwa. Alafu wakati tulipokuwa tukiojiana na wakuu viongozi, walikuwa wakituambia ya kama wanajeshi wanadai mshahara. Lakini tukashukuru sana serikali yetu ikatuma pesa wakapata mshahara. Lakini baada ya kupewa ule mshahara, masasi yanaendelea. Baada ya kuongea na wao, wakabadilisha msemo ya kama wao wamekwisha gombolewa, hawako tena wanajeshi wa hiyo sehemu. Kumbi wale wenzao wenyewe wamewagomboa waje na wao waondoshwe ndo kiini ya kupiga masasi. Alafu kulingana na hiyo tuna shida kubwa. Ile unite ya Gepard tuondolee hayo sababu wamekwisha gombolewa, mtutumie unite nyingine sababu jana masasi yalipigiwa ndani ya kichwa changu. Ameenda lala na mwanamke, amemuonga 20,000 kuprese zinashia pa, lakini ile yake kuprese inageuka na kuwa bibi. Kama ukwenda kukaa leo unamalizika. Jana mungesikia Mkera FARDC na wazalendo wanauana. Alafu kila mara nadhani nafika kwa mkuu wa tarafa napeleka ile malalamiko, tafadhali mkuu kiongozi wa FARDC tuendelee ili nite iende mtupelekee wanajeshi wengine wenye kuwa na nidhamu. Asante. Wake wa wanajeshi upande wao wamesema kwamba wapitia manyanyaso mengi katika vizuizi barabarani vya wazalendo, wakiomba waume wao na wazalendo kuungana pamoja ili kuimarisha upendo kati yao.
Watunganishe na hapo na shitu kwa mwaya. Abasi kama natoka kwati. Ni bazalendo. Ukasema sio na diskite, mimi kwa bibi ya soda. Hata itika, anaanza piga masasa. Hata muoneshe epuse militera hata itika. Mwishowe, diwani wa tarafa la Fizi Bwana Sami Kalonji Badibanga alitamatisha baraza akihakikisha kuwa changamoto pamoja na malalamiko vyote vimesikiwa, atavifanyia kazi na kuvipeleka ngazi za juu kwa mazumuni ya kusubiri majibu ya serikali. Sitakubali après vite yote ishafanyika hivi ba leader ba tarafani Fizi bazalendo bakosa na makarada maarme. Aba wenye tuko nabo hapa komanda iko hapa komanda Christopher iko hapa muibi yetu bitamo bana nao wapata promotion. Si ni mzuri. Na sitajisabu na mimi nipate promotion. Ile imoya tutajikia serikali officiellement. Mais malalamiko yabo kwa kweli tutaifikisha ku ngazi ya juu gavana wa jimbo gavana wa jimbo ndio mwenye atakamata malalamiko atapandisha ngazi ya juu kwa ministre de defense, ministre wa interior na wengine viongozi pour que bangalie namna gani ya kusaidia wazalendo. Ukisaidia mzalendo unasaidia FARDC, ukisaidia FARDC unasaidia mzalendo. Na wazo malalamiko ya ndugu zetu wazalendo bakwa zaidi banaitia kwa FARDC. Parce que usikue mabitu mwenyewe unaweza kutuletea nani utengamano kidogo hapa. Mais quand même yenye mulisema ni fondé.